Uhali gani mtazamaji wa YouTube channel ya Nyayo TV. Bwana, kama ilivyo ada yetu, leo tupo kitaa tukizungumza na kujadiliana na watu juu ya tuhuma mbalimbali ambazo jamii zinawapatia wasambazaji wa muziki na kuweka movie kwenye simu na sehemu nyingine mbalimbali almaarufu kama library music au video library. Bwana, jamii inawatuhumu kwa namna moja au nyingine hao watu kuwa ni miongoni mwa vyanzo vya ndoa za watu na mahusiano ya watu mbalimbali kuvunjika. Tuko hapa na miongoni mwa wadau ambao wanafanya shughuli hii na industry hii kwa muda mrefu sana. Tuko hapa ili tuweze kupata maoni yake na ni kwa namna gani hizi tuhuma aidha ni za kweli au jamii zinakuwa zinatengeneza tu kwa upande wao kwa namna moja au nyingine. Mambo vipi kiongozi? Shwari sana. Fresh, unaendeleaje? Tunashukuru. Bwana, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Young DJ. Ndio. Kazi yangu ni kuuza movie na kusambaza kuhusiana na masuala ya movie. Na hisi umezielewa tuhuma ambazo jamii zinawapatia. Je, hizo tuhuma zina ukweli ndani yake? Lisemalo lipo. Lisemalo lipo. Tuhuma ambazo tuko nazo tunaishi nazo. Sasa sisi ambao tunafanya kazi ambazo zinahusisha wanawake sana. Ndio. Ni tuhuma ambazo tunazisikia kila siku. Nikuchomekee swali la kizushi hapo ndani yake. Ushawahi kwa namna moja au nyingine kuhusishwa kuvunja mahusiano ya mtu au kutoka na mtu yoyote ambaye ni mke wa mtu? Hapana. Hujawahi kutoka naye? Basi nikupongeze kwa namna moja au nyingine, ni jambo kubwa sana hilo. Vipi maoni yako kwa jamii kuhusu nyie ambao mnafanya kazi kwenye industry ya library? Tuhuma hizi wanazowapatia nyie, una maoni gani kwa jamii? Ni mitazamo, lakini pia tuna utofauti kwa sababu kila mtu ana mtazamo tofauti na hii kazi. Kuna wengine wanaangalia ni kazi kama ya kike, wengine wanaangalia kama ni kazi kwa ajili ya kupata wanawake tu, lakini kuna wengine wanaangalia ni kazi ambayo inaendesha maisha yao. Kwa ni mtazamo tu, na hao wachache ambao wanafanya hivyo ndio wanafanya tuonekane wote, lakini si wote. Kila mtu ana tabia yake. Kila mtu ana tabia yake. Hapo kama sijakosea, nimekusikia unazungumzia baadhi ya watu ambao wanafanya ili nyie muonekane kwamba na nyie ni miongoni mwa watu wanaohusika katika tuhuma ambazo jamii inawapa juu yenu. Je, una maoni gani au unawashauri kitu gani hao watu ambao wanawaharibia kwa namna moja au nyingine taswira kwenye jamii? Hakuna zaidi ya kusema waache, lakini pia zaidi hakuna cha kusema zaidi ya kuheshimu ni kazi kama nyingine. Waweke kipaumbele hasa biashara, alafu wao mengine yatafuata. Kwa sababu wanawake wapo na hata vitabu vya dini vinatukataza kuhusu wake za watu. Kwa kila mtu anapojishi. Bwana, shukrani sana. Bwana, huu ni miongoni mwa wadau ambao tuko hapa kuzungumzia juu ya tuhuma ambazo jamii zinawapatia kwamba wao ni miongoni mwa watu ambao wanahusika kwa namna moja au nyingine kuvunja mahusiano na ndoa za watu. Asante sana mtazamaji wa YouTube channel ya Nyayo TV. Kama ada yetu ilivyo, mwisho wa kipindi kimoja ni muendelezo wa kipindi kingine. Karibu sana katika YouTube channel ya Nyayo TV. Usisahau kucomment kwamba je, wewe unaona ni watu gani ambao wanahusika na tuhuma ambazo zinahusishwa na jamii kwamba wanavunja mahusiano wengi katika jamii, ili na sisi tuweze kupita kwa namna moja au nyingine, tuweze kujua tuhuma hizo ni za kweli au jamii inawasingizia. Nikuchomekee swali la kizushi kidogo. Ushawahi kukutana nalo hilo sekeseke? Ulikushawahi kukutana nalo sekeseke kama na hilo la mtu anakuja na kutuhumu kwamba unatoka na mtu wake? Na sio mmoja, wanakuja wengi. Kuna wengine unakuta ni mke wa mtu. Mtu anaweza katoka mume anakuja, bwana sio anakuja unatembea na mke wangu. Ukamuuliza bwana kuna ushahidi gani juu ya hili? Lakini anataka kuelezea ni kwa sababu aliwahi kuja na kupimwa nguo. Na kuna mtu alimuona akipima nampima. Ila kwa upande wangu mimi nafanya hii ni kama kazi. Binafsi siwezi nikachanganya mapenzi na kazi. Uhali gani mtazamaji wa YouTube channel ya Nyayo TV. Bwana, kama ilivyo ada, leo tupo na miongoni mwa wadau
huyu bwana ni fundi cherehani au fundi nguo. Mara nyingi jamii inakuwa inawahusisha kwa namna moja au nyingine na kuwapa tuhuma kwamba hawa ni miongoni mwa watu ambao wanaharibu ndoa za watu, ndoa za watu na mahusiano ya watu. Hii ni kwa sababu ya wateja wao wengi sana, asilimia kubwa ni jinsia ya kike. Kwa hiyo tuko hapa kwa lengo la kujua tuhuma hizi ni za kweli, na kama yeye ishaye kumtokea alikabiliana nazo vipi na ana maoni gani juu ya tuhuma hizi. Bwana, mambo vipi? Bwana fresh, vipi ndugu yangu? Fresh, uko poa kabisa. Bwana, Mungu ni mwema. Bwana, nahisi umelielewa swali letu namna lilivyo, kwamba nyie mnatuhumiwa kwa namna moja au nyingine kwamba mnahusika kuvunja ndoa za watu na mahusiano yao. Bwana, jina lako nani na uwezi kutuambia una maoni gani na una maoni gani juu ya tuhuma ambazo jamii zinawapatia? Bwana, kwa jina ndugu yangu naitwa Lamia. Ndio. Na tuhuma ni kweli mtaani zipo. Ndio. Sio mara kwanza kuzisikia. Watu wengi kwa jamii ya watu wanaamini kwamba kila fundi cherehani tabia zao ndio zipo hivyo. Ndio. Ila kwa upande wangu nakataa. Ndio. Kwa sababu tuhuma zinakuja kwa sababu ya ukaribu kati ya mafundi na wanawake. Ndio. Hususan watu wanagombana kwenye upimaji. Ndio. Unaweza kukaa kwa mwanamke, ni lazima umpime kifua, ni lazima umpime bega, ni lazima umpime kiuno, kwenye mpododo kidogo, kutokana na mavazi ambayo atakayohitaji. Ni kweli. Kwa mfano unapokuwa na mpima mwanamke, labda nimempima kiuno au nimempima kifua, ghafla akapita mtu moja kwa moja, atajua kabisa kwa ukaribu niliofanya ule mimi na ule mwanamke. Ndio. Moja kwa moja tutakuwa biashara sio kupima, kuna biashara nyingine ambayo ni ya mapenzi. Ndio. Hicho kitu ni la hasha. Hapo ndugu mdau, wewe nikuchomekee swali la kizushi kidogo. Ushawahi kukutana nalo hilo sekeseke? Ulikushawahi kukutana nalo sekeseke kama na hilo la mtu anakuja na kutuhumu kwamba unatoka na mtu wake? Na sio mmoja, wanakuja wengi. Kuna wengine unakuta ni mke wa mtu. Mtu anaweza katoka mume anakuja, bwana sio anakuja unatembea na mke wangu. Ndio. Ukamuuliza bwana kuna ushahidi gani juu ya hili? Lakini anataka kuelezea ni kwa sababu aliwahi kuja na kupimwa nguo. Na kuna mtu alimuona kipindi nampima. Ndio. Ila kwa upande wangu mimi nafanya hili kama kazi. Binafsi siwezi nikachanganya mapenzi na kazi hapa. Ndio. Bwana, asante sana kwa maoni yako. Je, wewe una maoni gani kwa jamii ambayo inatoa tuhuma hizi kwa nyinyi mafundi cherehani na wale ambao wanafanya tuhuma hizi zionekane kama nyie wote mnahusika? Una maoni gani? Kwa upande wangu kwamba ningependa waelewe kwanza watazamaji wote na wapenzi wote ambao wanafanya hii kazi. Ndio. Unajua tabia haiwezi kuhusisha kazi. Ndio. Kuna baadhi ya watu wanafanya kazi kwa sababu ni tabia yao. Kama hivyo labda kutembea na wake za watu ni tabia yake. Kwa haihusishi kazi anayofanya. Kwa mimi binafsi ni hiki kitu ni hapana, hakuna kitu kama hiki. Kwa upande wangu. Kama kuna watu wanafanya labda wapo huko mbele. Ila kwa upande wangu mimi binafsi watu wawe na imani, mafundi bado mtu mwaminifu. Hususan kama mimi sijawahi kuthubutu au kujaribu kufanya mambo haya. Hapo kwenye maongezi yako hapo nimekusikia kuna watu ambao wanafanya. Unaweza ukawashauri vipi hao watu ambao wanafanya na kuharibia taswira kwa ujumla ya kazi nzima hii ya ufundi cherehani? Cha kuwashauri ni kwamba wapo watu wengi wanaopenda hizi kazi. Kuna mtu anaweza akapenda hii kazi, bwana nijifunze hii kazi, lakini atakaposikia tabia tofauti anaona kabisa hapana, hiki kitu kama kinakuwa kinajenga taswira tofauti. Kwa hiyo ninachoomba watu ni waache mara moja, na ambao wanaamini kitu kipo kwa kila fundi upo hivi wajue ni hapana. Kwamba ni baadhi ya wachache wenye tabia zao ambazo zipo tofauti na ufundi. Asante sana. Bwana, asante sana. Asante sana. Bwana, huyu ni miongoni mwa mdau ambaye tumekutana naye. Kwa ujumla huyu ni fundi cherehani. Alikuwepo hapa kuzungumza juu ya tuhuma ambazo zinawakabili kwa namna moja au nyingine. Je, wewe mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyayo TV, ni vyema ukatoa maoni yako chini kwa kudrop comment na tutapitia komenti zote. Kama nilivyosema awali, mwisho wa kipindi kimoja ni muendelezo wa kipindi kingine. Ni vyema ukabonyeza alama ya subscribe na kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na matukio mbalimbali yanayoendelea. Pia usiwe mchoyo wa fadhila, ni vyema ukakomenti na ukashare ili watu mbalimbali waweze kupata kile kitu ambacho wewe umekipata. Thank you for your time. Ciao.
Hapo nichomekee swali la kizushi hapo. Wewe ushawahi kutuhumiwa kwa namna moja au nyingine kutokana bwana kutokana na kutokana na mke wa mtu kuvunja mahusiano ya mtu yote kwa sababu ya kazi yako? Hiyo ilishatokea mara kibao, kwa sababu mara nyingi sana anaweza akaja hapa watu hususa wasichana. Anaweza akaja aja kukuta, kwa hiyo atakapokuta mtu mwingine anakuwa mimi simtaki huyu, namtaka mtu fulani. Kwa hiyo pale kuna mtu lazima ake doubt kwamba inakuwaje huyu mtu amemkuta kinyozi lakini hamtaki kinyozi wake, anamtaka yule aliyomzoea. Lakini kikubwa kwamba kinachotokea kwamba ni mazoea, alafu isitoshe kwamba mtu anaangalia jinsi gani anapendeza au jinsi gani anaposhine. Kwa hiyo hivyo vitu vipo na vinatokea, na mimi shanikuta mara kibao. Uhali gani mtazamaji wa YouTube channel ya Nyayo TV, karibu sana kwenye kipindi chetu. Bwana, leo nipo na miongoni mwa wadau ambao wanahusika jamii na watuhumu kwa namna moja au nyingine kwamba wanahusika kwa namna moja au nyingine kwenye uvunjaji wa ndoa na mahusiano ya watu. Huyu kiongozi kazi yake kubwa ni kinyozi wa saluni. Ningependa kujua kwa namna gani hizi tuhuma ambazo jamii zinatoa juu yao ni kweli, na kama ni kweli alizikabili kwa namna gani? Bwana, mambo vipi kiongozi? Fresh, na uaje mzee? Fresh, uko poa? Kama kawaida. Bwana, jina lako ni nani? Naomba ujitambulishe, na kwa namna gani hizi tuhuma unazichukuliaje na una maoni gani juu yake? Naenda kama jina langu rasmi ni Mohamed, ila kwa majina ya kazi natumika naenda kama Katinkila. Ndio. Bwana Katinkila. Kama nilivyosema mwanzoni, jamii na watuhumu nyinyi vinyozi kwamba ni miongoni mwa sababu kubwa ya kufanya mahusiano na ndoa za watu kuvunjika. Wewe una maoni gani juu ya hii kauli ambayo jamii inawashuku? Unajua kila kitu kina changamoto yake, na isitoshe kwamba kutokana na kazi yetu wanakuja warembo, wanakuja watu tofauti tofauti. Kwa hiyo sasa labda kutokana kwamba jinsi watu wanavyozungumzia, sababu labda wanapokuja labda wanawake kwamba unajua mwanamke akija hapo unamnyoa, umemtengeneza, umemshika hapo, umemfanyia hivi. Kwa hiyo huwezi jua labda watu wengine wanachukulia vipi kwamba wale watu ni watu wa design hii, lakini sio kama wanavyofikiria, kwa sababu hii ni kazi kama kazi zingine, na kinachofanyika hapa kinafanyika ili mradi mtu anakuja tu atengeneze muonekano wake na tunamtengeneza, akitoka anakuwa yuko fresh, basi hivyo. Ila sijajua watu wengine labda wanafikiria wao wanafikiria vipi, ila sio kama kila kinyozi au kila mtu anajihusisha na kazi hizi basi ni mtu wa mambo hayo. Ndio. Hapo nichomekee swali la kizushi hapo. Wewe ushawahi kutuhumiwa kwa namna moja au nyingine kutokana bwana kutokana na mke wa mtu kuvunja mahusiano ya mtu yote kwa sababu ya kazi yako? Hiyo ilishatokea mara kibao, kwa sababu mara nyingi sana anaweza akaja hapa watu hususa wasichana. Anaweza akaja aja kukuta, kwa hiyo atakapokuta mtu mwingine anakuwa mimi simtaki huyu, namtaka mtu fulani. Kwa hiyo pale kuna mtu lazima ake doubt kwamba inakuwaje huyu mtu amemkuta kinyozi lakini hamtaki kinyozi wake, anamtaka yule aliyomzoea. Lakini kikubwa kwamba kinachotokea kwamba ni mazoea, alafu isitoshe kwamba mtu anaangalia jinsi gani anapendeza au jinsi gani anaposhine. Kwa hiyo hivyo vitu vipo na vinatokea, na mimi shanikuta mara kibao. Na ulidili nao vipi baada ya kutokea issue kama hiyo? Yaani mimi kikubwa nachodili nacho kazi yangu, kazi ndio inaongea mzee, kwa sababu mimi ninachokifanya wao wenyewe wanakiona. Kwa hiyo mtu anaponitafuta mimi huwa naambia tu hajanitafuta kwa mambo mengine, amenitafuta kwa ajili ya kazi. Na akiangalia mwenye kazi naongea Katinkila, huaga sikoseagi, na nyoosha na nanyoosha kweli. Tupo na mwanangu Shebi Aroni, Shebi minyoosho dogo kinyesa nini, unyama ni mwingi Bwana, nashukuru sana. Sasa ningeomba utoe maoni kwa jamii kwamba mtazamo wao juu yenu. Una maoni gani kwa jamii kwa tuhuma ambazo wanawapa? Maoni yangu mimi kwao kwamba wakae tu wakijua kwamba sio kila homa ni malaria. Na sio kila mwanamke labda anayekuja saluni basi akanachukulia yule ameenda mule kwa ajili ya wanaume au mwanaume kinyozi kwamba anamtaka. Hapana, yani kwamba watu wakae tu washtuke kwamba sasa hivi watu wanapo kwa ajili ya kutafuta hela, wapo kwa ajili ya kufanya kazi, wapo kwa ajili ya kufanya vitu vinavyoonekana. Kwa hiyo hivyo tu maoni yangu kwao kwamba wao wasifikirie vibaya vinyozi. Kama wanataka kuja kushine waje kutafuta mionekano, reception ziwe nzuri, unyama uwe mwingi, sisi tunazingatia engo. Waje akina Katinkila, kuna Shebi minyoosho, kuna dogo kinyesa, nini, unyama ni mwingi. Stuka wewe. Bwana, asante sana kwa kutufuatilia
kupitia YouTube channel ya Nyayo TV. Huu ni miongoni mwa wadau na ni mwendelezo wa kile ambacho tumekianza. Huu ni mwisho wa kipindi chetu, lakini kama tunavyojua mwisho wa kipindi kimoja ndio mwendelezo wa kipindi kingine. Hii ni Nyayo TV. Ni vyema mtazamaji wetu na mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyayo TV kudondosha maoni yako juu ya hawa vinyozi kama jamii inavyowatuhumu. Dondosha maoni yako chini, pia usisahau kusubscribe, kushare na kulike katika YouTube channel ya Nyayo TV. Thank you for your time. Share. Je, wewe ningependa nichomeke swali la kizushi hapo wewe ishakukuta tuhuma kama hiyo hata moja Yes, of course ishawahi kunikuta, lakini nimetake tu noma. Sababu ni kawaida, ni sehemu ya kazi. Ndio. Nikuta ikasababisha conflict fulani na nyumbani, lakini nikajaribu kumwelewesha mke wangu, ndio akanielewa. Bwana, uhali gani mtazamaji wa YouTube channel ya Nyayo TV? Karibu sana kwenye kipindi chetu. Bwana, leo tuko hapa kujadili tuhuma mbalimbali ambazo zinatolewa na jamii kuhusu ya watengenezaji wa chakula aina ya chipsi kuwa ni miongoni mwa watu wanaosababisha ndoa za watu kuvunjika au mahusiano ya watu kuvunjika. Hii ni kutokana na wateja wao asilimia kubwa sana ni jinsia ya kike. Nipo hapa na miongoni mwa wadau ambao wanatengeneza aina hii ya chakula. Kwa hiyo tungependa kujua kama tuhuma hizi ni za kweli au jamii inazitengeneza na nini maoni yake. Bwana, mambo vipi kaka? Bwana, fresh kama kawaida. Bwana, uko poa kabisa. Bwana, kama nilivyozungumza mwanzo, tuko hapa ili kuondoa wasiwasi katika jamii. Tunataka kujua kwamba tuhuma za watu wengi wanaozisema kwamba nyie ni miongoni mwa watu ambao wanasababisha sana ndoa za watu na mahusiano ya watu kuvunjika. Wewe unalizungumziaje hili swala? Je, lina ukweli ndani yake? Na pia kabla ya yote niweze kujua kwamba jina lako ni nani kiongozi? Of course, kwa majina naitwa Boni the Brand. Ni mmoja kati ya wadau ambao kwenye industry ya kutengeneza chipsi. Ndio. Yes. Nikirudi kwenye swali lako kwa swala la tuhuma. Ndio. Hizo tuhuma zipo tu. Zipo tu kwa sababu mimi naamini kwamba kila kazi ambayo inakupatia riziki lazima itengeneze tuhuma kama hizo. Sababu kuna fundi ujenzi na kina mama ntilie. Lakini pia kuna bodaboda pia na watoto wa shule. Mambo ni mengi, umeona. Kwa hiyo kazi yoyote ile ambayo inakupatia riziki, tuhuma zikosekane, zipo kwa sababu chipsi ni chakula cha wanawake, umeona, kinapendwa sana na wanawake. Ndio maana tuhuma hizi zimekuwa hazikai mbali na watu ambao wanafanya biashara ya chips. Umeona, kwa sababu mteja wa kike anaweza akaja pale akajichekesha, umeona, akataka utampa pale, utamuongeza kesho atakuja tena. Kwa kadri anavyozidi kukuganda ambapo anazidi kuiza ofisi yako ndivyo tuhuma zinavyojitengeneza. Umeona. Je, wewe ningependa nichomeke swali la kizushi hapo wewe ishakukuta tuhuma kama hiyo hata moja Yes, of course ishawahi kunikuta, lakini nimetake tu noma. Sababu ni kawaida, ni sehemu ya kazi. Ndio. Nikuta ikasababisha conflict fulani na nyumbani, lakini nikajaribu kumwelewesha mke wangu, akanielewa. Nashukuru sana. Je, yapi maoni yako kwa jamii juu ya tuhuma hizi kwa nyinyi watengenezaji wa chakula almaarufu kama chipsi? Maoni yangu ni kwamba kwanza jamii tuchukulie yani watu ambao tunafanya biashara ya chips kama vile watu kufanya wauni hivi na hivi kwa sababu tuhuma kama hizo, hapana. Hii ni kazi kama kazi nyingine na inatengeneza tuhuma kama vile kazi nyingine zinazotengeneza tuhuma. Tujaribu tu understand katika hali ambayo ni very positive, umeona. Tuhuma zipo tu, zitabaki kuwepo tu. Na tunasikia mpaka viongozi wa dini wanatoka na waumini. Yaani ni sehemu tu, yani hazikosekani. Kwenye kila industry tuhuma zipo. Ni kweli kabisa. Bwana, asante sana. Asante sana. Bwana, huyu ni miongoni mwa wadau ambao wanahusika kutengeneza chakula aina ya chipsi na ametoa maoni yake kwa jamii kwa ujumla. Kwa hiyo asante sana kwa ndani yako. Karibu sana kwenye kipindi chetu hiki, na huu ni mwanzo tu, kunakuwa na muendelezo zaidi ya hapo. Tungependa usubscribe na kushare
na uweze kucomment chini. Je, wewe una maoni gani juu ya mada hii ambayo tumetoka kudiscuss na mdau wetu? Na kama nilivyosema, huu ni mwanzo tu, tuna muendelezo wake ambao unaendelea. Karibu sana katika YouTube channel ya Nyayo TV. Thank you for your time.